Miradi yote umefungua tulikuwa naye Nairobi. Umefungua miradi Kawangware ya bilioni 2. Isiri umefungua 1,800. Kule kwa Ruaraka ulituahidi milioni 650. Then watoto wetu ulituambia watakuwa napikiwa chapati kila siku milioni 1. Nimeuliza mtoto wangu juzi wamekula chapati gapi from Monday to Friday. Nikakuta hapa mimi siwezi ongea uongo. Naongea kitu yenye inafaa na kesho itaonekana ni kweli. Makanisa nikiongea maneno ya kanisa. Nyinyi wenyewe mlipiga magoti zaidi ya 1000 sijui inaweza hazibu. Hata yeye inapita hiyo Bible tunasoma kila saa. Mkiombea hao watu wameletwa na Mungu. Saa hii wamegeuka namna gani? Because wanachota wananchi wanaletewa pesa. Pesa inawatesa. Vile mnateseka ndio sasa Mungu ameamua kuanikwa. Na mtaanikwa mpaka kama blanketi. Mimi nikimalizia nasema hivi. Hii nchi hakuna kudanganya tena. Ongeeni kweli. Bwana Raila Odinga, wewe unajua shida zenye ziko kwa wananchi. Shida ziko huko ulisaini mikataba. Uko na watu milioni 7, milioni 6. Nilikupigia kura yangu ya kwanza na nilipotea. Nilikuwa na kugoja unielekeze upande mwingine ambaye ni ya winning team. Kenya watasaidika. Lakini sasa unanirudisha kwa mimi mwenyewe sikuwa nampigia kura. Then nilikuwa nimeambiwa maneno yake ya kwamba huyu atawafikisha hapa. Ni kweli tumeona ama tujaona? Mumeona ama mjaona? Sasa ngojeeni hiyo ingine, na kama hamutaona mtaona maendeleo ama matatizo. Na kama ni maendeleo 2027 muangalie. Na kama ni matatizo nyamazeni hiyo, na mkinyamaza mtaumia na watoto wenu na ukoo wenu na kila kitu. Mungu atusaidie tupate viongozi wema wenye wanajali nchi, wenye wanaheshimu Mungu, wanajali nchi yao, wenye waibi pesa ovyo ovyo, wenye wanaogopa katiba ya Kenya na wenye wako na maadili ya wanadamu. Tutakaa vizuri, Bwana Spika. Tutakaa vizuri na tunaendelea. Hii kikao Bwana Spika umeendelea vizuri bila kufanya nini? Bona Bwana Spika hana hiyo t-shirt yenye nimeona amevaa. Bona hatununui kitu hapa tunaweka banchi ya spika. Bona atajua hajatwalika. Bona hii watu wa media wajapelekwa huko. Tunataka wale members wote wao wanakuja hapa kama vile Mbadi alikuja. Kuna wengine wanatarajia kukuja. Bwana Spika unaongea na hawa. Sisi tunapewa nafasi, media inapatiana mwelekeo na tunaendelea. Hapo ndio tutajua shida na matatizo yenye tuko nayo na tutasolve problem. Asante. Thank you Maina. Because usipopata vote ya kuenda vote for the right people, we not have the change that we want. So kitu ya kwanza to make sure kila mtu amepata kura come 2027. This is a message that we are preaching to everybody because it is never late. Ngoje mpaka dakika ya mwisho kila mtu ajue jukumu lake la kutafuta kura. Everybody must get a vote and we vote for leaders. I've been saying that there are two types of people, and the problem that we have in this country, we don't vote for leaders, we vote for politicians. Kitu ya kwanza, the politicians that we've been voting for, they bring more problems than solving our problems. A leader looks for solutions to the existing problems, but a politician creates more problems to the existing problems. Kitu ya kwanza, this country is being faced by one problem of the politics of psychophancy. To the extent that nikienda parliament, I have to bow down to somebody who is the leader of a certain party that took me to parliament. Kenyans must get themselves out of this problem so that we don't get ourselves a chief, because I was taken to parliament by a certain vehicle of a political party. It must dictate the way I do politics in my constituency or in my area of election where I was elected to represent. Tukataa hiyo mambo. We vote for people because they are leaders, because they can deliver, irrespective of their surnames. Kitu ingine, the current politics, the current setup of, in our current setup, the constitution is not being respected. We need to have leaders who can honor the constitution and who can respect it, because so many things are going wrong. Lazima tuseme ukweli.
So we vote for leaders who can lead with due respect to the current constitution, but pia tuangalie hivi. I've been looking at this thing from this point of view. Unapata the moment you elect a president and the parliament, unapata you cannot distinct the two. It's very easy for the president to do what? To pocket the parliament. We need to distinct the executive from the legislature by making sure that we change the voting years. Voting years to the extent that wakati unapigia kura raisi, the end of the term of the president should end half the term of the running parliament. That way, we shall make the two institutions independent. Thank you very much. What does it say? I think I'm the last one to speak here. No, there's one member also remaining. So, mine is to say this. Now, bunge la mwananchi, since the national government imeingia opposition wameingia serikalini. We have a mongrel of government. Now, bunge la mwananchi, this is whereby we take officially the opposition leaders of this country. It is bunge la mwananchi, whereby kuanzia sasa hivi tutakuwa tunaita wale watu wanafanya our cabinet, wanakuja hapa tunawafanyia oversight na tutakuwa tunaenda kotini kama wamekeuka sheria zimesetiwa. Another issue I wanted to speak about is about religion. Nimesikia watu wamepiga religion sana. Watu wamesema makanisa imetuwekea hii shida. Lakini mimi kuna kitu moja naongeanga na naulizanga kila mtu. Pastor akitaka gari, nyinyi watu mnamchangia pastor anunue gari. Lakini wewe ukitaka gari, pastor anakuambia omba sana ndio ununue gari. Si mtu hapo, kuna shida kubwa hapo. Wewe ukitaka gari pastor anakuambia omba. Yeye akitaka gari anakuambia mchangie. Kuna shida. We are in a mess. So mine is this. Wewe kama mtu unaendanga kanisa, wewe kama Mkristo unaendanga kanisa, please angalia jirani yako. Ule mtu mnakaa na yeye, make sure is okay. Hata kupea mapasta pesa because wao kazi yao siku hizi ni kuvaa masuti kubwa kukaa na sometimes umeona hata wanakula kondo, si ndio? Yes, they are eating kondo. So kondo mingi wanakula kondo hadi Sauru zilipotea, mliona hadi mapasta wengine walipatikana nazo. But what I'm saying is this. Kanisa isikuingishe kwa mambo yenye ufai kufanya. Okay? So don't allow religion ikumanipulate that this is like last election. Nilisikia watu wengine wakisema sijui Ruto ni wa Mungu, ule mtu mwingine ni wa shetani. So you have seen that hakuna mtu anatokanga kwa Mungu. Kila mwanasiasa tumbo iko mbele. Hata than mimi ndo naweza jenzi kidogo ninyoroshe maneno, au wengine wote ni wakora. Na nataka ni mshukuru former president Uhuru Muigai Kenyatta. Jana ameonyesha he is still the leader in this country. He made a call to Vietnam and they allowed. Sijui kama umeona. Najua nimesikia watu wakisema Ruto phone yake ilikataliwa, haikuwa inaingia. But through Matiang'i and Uhuru, Matiang'i through mambo ya World Bank. Get that please. As I wind up. So it is through Matiang'i and Uhuru. Nduta is alive today. And namwambia Matiang'i, endelea hivyo, tufanyie kazi huko nje vizuri hivyo. Kazi imeanza. Na mambo nikimalizia ni nataka niongee hivi nikimalizia. Willy Soda. Nataka niongee hivi nikimalizia. Kuanzia kesho wale watakuwa babunge na tumeanza kuandikia all the CS. Watakuwa wanakuja hapa, we oversight them. Watakuwa wanakuja wanatuambia matarajio yao ni gani and where we are as a country, the situation to go in na what are there nini iko kwenda mbeleni. So we are thinking that this government is in opposition and opposition is in government. Watakuwa wanakuja hapa tuna oversight because we are the only official opposition leaders in this country. We are very direct. We are very